Lakini shangazi, shida ipo katika familia yangu. Nilijaribu kumshirikisha mama mdogo, hajalizishwa na hili swala. Sasa basi mimi nikutoe hofu. Katika maisha, wanapokubaliana wawili kuanzisha safari yao ya maisha, mtu mwingine hawezi kuingilia kati. Nyinyi wenyewe kama mmependana na mmeridhiana kwamba kwenye swala hili lazima muoane na muishi pamoja, mimi nitajaribu kuongea na wazazi wako. Kwa hiyo ndoa hofu kabisa. Na mimi naahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Nashukuru sana shangazi kwa ushirikiano wako. Kiko usiniue. Kiko usiniue. Kiko usiniue. Kiko nimekosea nini Kiko? Kiko usiniue. Kiko usiniue Kiko. Kiko nimekosea nini Kiko? Dada, vipi kwani? Maana muda mrefu na kuangalia unaota na kuweweseka. Mdogo wangu, nimeota ndoto mbaya sana ya kumuhusu Kiko. Yaani naomba Mungu kukuche salama. Kesho alfajiri na mapema twende safari yetu. Hapa sio salama tena. Sawa dada, nimekuelewa. Lakini nilikwambia, kwa nini ulitoa miguu yako nyumbani na kwenda kwa Kiko? Hatuna jinsi mdogo wangu. Safari imewadia, inabidi tuondoke. Sio salama tena kwetu. Sawa, nimekuelewa dada. Sawa, tulale. Shangazi, bora nilivyokukuta. Nilikuwa nawaza na kufikiria nitakukuta kweli. Ila nashukuru nimekukuta. Shangazi, mimi bwana, kwanza naomba unisamehe shangazi kwa yote ambayo yaliyotokea hapo nyuma. Naomba unisamehe shangazi yangu. Ila shangazi, lilonileta hapa mimi, nimekuja hapa shangazi mimi kwako. Nimekuja kukupa taarifa ya kuhusu mimi na Sharifa. Mimi jana nilienda kwa kina Sharifa kule shangazi. Nimeenda kuongea naye. Tumekubaliana yeye yupo tayari kuwa na mimi. Kwa shangazi, mimi nimekuja kukupa taarifa. Hivi wewe Docho, unanichukuliaje? Unanichukulia cha pombe? Kwamba sina akili? Yaani mimi ukiniona nimelewa mwili, lakini akili zangu ziko timamu. Hata unachokiona nakifanya nikiwa na akili zangu timamu. Jambo tangia jana asubuhi kwako na hapa kwangu ni mbali. Umeshindwa kuja kuniambia kwamba kuna nini kinachoendelea kati yako wewe na Sharifa? Labda nikuulize swali. Wewe na Sharifa, nani ndugu yangu? Wewe ndo shangazi yangu. Kwa hiyo uliona ile jambo ni rahisi ukalichukulia wepesi tu kakaa nalo kimya, si ndio? Sikiliza nikwambie Docho. Dharau na watoto sizipendi. Mimi nitabaki kuwa mzazi wako ambaye nimeachiwa na baba yako. Si unanielewa? Linapotokea jambo la umuhimu lolote, kwanza lazima ufike hapa nyumbani. Alafu ndo uendelee na shughuli zako. Si unanielewa? Sasa basi, hilo jambo lako lilokuja kunieleza, una siku nalo nzima ya jana mpaka leo. Kwa kiufupi, utakuwa umefeli. Kwa maana hao ndugu zake Sharifa au wazazi wake Sharifa hawataki kusikia swala la ndoa kuhusu wewe na Sharifa. Si umenielewa? Kwa hiyo basi, kaa chini utafakari nini cha kufanya. Kwa sababu wewe mwenyewe hutumii akili. Unanichukulia tu mimi cha pombe, ila mimi nina akili timamu kuliko wewe. Shangazi, mimi nimekuja kwako ili unisaidie. Na shangazi, mimi nimegundua ule msemo wako ambao unasema
nazi haiwezi kushindana na jiwe. Kweli nimeamini. Mimi nazi, wewe jiwe. Shangazi, naomba unisaidie. Kama ungekuwa mimi unajua kabisa mimi ni shangazi yako niliozaliwa na baba yako, mara ya kwanza kabisa nilivyokueleza hili swala, ungekuwa bega kwa bega na mimi shangazi yako ili tumfuatilie Sharifa kwao. Lakini nilivyokueleza hili swala ulinijibu mbovu sana. Sasa leo imekuwaje umekuja hapa tena? Mimi ndo nikamuoe Sharifa? Nakuuliza wewe, mimi ndo nikamuoe Sharifa? Basi nikwambie, siku zote nazi haishindani na jiwe. Mkubwa ni mkubwa siku zote. Sasa basi cha kukwambia, kama jambo la kuana wewe na Sharifa, mimi nitalifanyia kazi. Ila basi ukae kwa kutulia. Niache mimi baba nichukue maamuzi yangu kama baba. Kweli shangazi? Una lingine? Mimi sina lingine shangazi, ila nilikumisi tu. Hebu nipe hata hela ya pombe basi hapo nikashtue kidogo. Hamna humu leo, hamna. Sweetheart, mbona ahadi zako siku hizi zimekuwa nyingi sana afu hazitimiliki? Kwa nini? Ahadi gani sasa? Wewe umesahau kule umeniahidi kule tutaenda kule sehemu yetu, mimi nimekumisi, tukaambiana hivyo, tukapeana radi fresh, ukaniambia tutaenda. Ukaja utino kaniahidi utaniletea kusuka nywele zangu mpaka leo sijasuka, mdanganya. Sabla. Nabe. Siwezi nikakudanganya mpenzi wangu. Nadhani unafahamu jinsi gani ninavyokupenda. Na katika moyo wangu limejaa jina lako tu. Ila isipokuwa nilikuwa nafanya hivi au umeona hivi nimechelewa kutimiza majibu yako kwa sababu moja tu. Pale nyumbani kulikuwa hamna mtu wa kuweza kumwachia mji ule. Ila ninachoshukuru sasa kuna kijana amepatikana. Kwa hiyo jambo letu litaenda sawa. Wewe muongo, kila siku hivyo una maneno mengi unataka kusema afu hautimizi. Mimi sina kujua wewe. Unaahidi hivyo hivyo lakini ili litaenda hivi mpaka mke wako atakaporudi na hatujaenda. Au unampenda sana mkeo? Kama unampenda mkeo mimi niambie. Sabla. Kwa jinsi ninavyokupenda siwezi nikampenda na yeye. Moyo wangu unapenda mtu mmoja tu. Hapa nilipo natamani hata asirudi ili niweze kubaki na wewe. Nakupenda sana Sabla. Okay, basi sawa. Mimi nimekusamehe ila usirudie tena. Uturudie tena siku nyingine. Nakuacha. Sipendi kuachwa. Mimi nashukuru pia. Na mimi naweza basi kukuacha. Najua. Ila hivi unajua kama njana. Njana kama utakula nini? Chakula. Unataka kula ndo ule au ule kwanza ndo utakula? Nataka kula kwanza ndo nile. Chingae. Jambo lako sio repesi sana, ndani yake lina uzito. Maana sio rahisi uniambie kwamba mwanamke hujamwacha halafu kisha ameolewa. Kwanza hata huyo mwanaume aliochukua jukumu au maamuzi ya kumuoa bado pia amekosea. Kwa ufahamu wangu mdogo nilionao Bwana Kiku, una kazi nzito. Lakini ni nyepesi kama utakuwa na uthubutu na utayari. Maana wikazo manywa ntako. Tafasili yake ukaaji wowote kama sehemu mbaya, utakaojua ni yale makalio uliokalia. Hapa pana miba utainuka. Maana yangu kubwa ulifuata taratibu za dini, si ndivyo? Je, cheti cha ndoa unacho? Hata ndoa nayo. Basi suluhu ya hili swala lako ni jepesi sana. Itabidi sasa uwafuate wanadini au viongozi wa dini. Wao watajua namna ya kulimaliza hili swala. Na kwa kuanzia, wala usiende mbali. Anza na huyu aliyekufungisha wewe ndoa. Sawa sawa? Sawa Bwana Mkambala, mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa vilivyo. Ila shehe aliyotufungisha ndoa kwa sasa hapatikani kijiji hichi, anapatikana kijiji jirani. Lakini hakujaharibika kitu. Kutokana na umuhimu wa hili swala, mimi nitafunga safari na kumfuata alipo. Sawa.
chukua hatua hivyo na usiliache, na pia naomba unipe taarifa pindi linapokamilika swala hili. Sawa sawa. Haya, asante. Ninashukuru. Fukuto la mapenzi. Fukuto la mapenzi. Swala zima lilonileta hapa kwako ni kuhusiana na Sharifa na Docho. Watoto wameshapendana na wanataka kufunga ndoa. Kwa hiyo nimekuja kama mzazi mwenzio kuja tushirikiane kwenye hili swala. Ndoa ipi hiyo? Hivi una akili timamu kweli wewe? Unajitambua? Leo naongea mara ya mwisho. Naomba unisikilize kwa makini. Swala la Duchu na Sharifa kufunga ndoa hapa haliwezekani. Sijui umenielewa? Sikia nikwambie mama Sharifa. Watoto wakishapendana wache wape nafasi wafunge ndoa. Alafu swala la ndoa ni swala la watu wawili tu. Mwingine huwa hana nafasi. Ukishona mwingine anaingilia swala la ndoa, ujue hiyo tena sio ndoa. Watoto wameshapendana. Kwa nini tusiwape uhuru? Hapo unaniaminisha kwamba wewe ni Chapombe. Kama ndoa ni watu wawili, wewe watatu unaingilia kazi gani? Sikiza nikwambie. Chapombe nikiwa nimeshafikisha hapa. Nimeshakunywa. Lakini nimekuja hapa na akili zangu timamu. Nimekuja kama babake Dochu au shangazi yake Dochu. Si unanielewa? Nimekuja kwa ajili ya kufanikisha swala hili liende sawa sawia kati ya mimi na wewe tukiwa kama wazazi. Kwa hiyo ndio swala zima lilonileta hapa. Naomba unisikilize kwa makini wewe Chapombe. Naongea kwa mara nyingine tena. Duchu na Sharifa hawawezi kufunga ndoa. Basi nimemaliza. Habari za safari mke wangu? Salama mume za hapa. Hapa ni njema tu. Yaani ujio wako leo umekuwa furaha sana kwangu. Kwa nini? Ni siku nyingi mke wangu toka ulivyoenda kumuona mamangu mkwe. Yaani aise. Na cha kushukuru kwamba leo umeamua kuja na mgeni. Karibu. Asante shemeji. Mdogo wangu Faiza. Tabe dada. Karibu sana, hapa ni nyumbani. Na unayemuona huyu ndo shemeji yako. Karibu sana. Mimi ndo mumeo. Nimefurahi sana. Naona nimepata mke wa nyongeza. Saidieni majukumu. Ndio, siku hizi bwana nzuri sana. Yaani ukienda kuoa unapewa na nyongeza. Yaani mmefika katika wakati mzuri, sijui si wakati mbaya. Maana mmekuja wanawake wawili afu mmenu sijaandaa chakula chochote kile. Hiyo ndo hofu mwanangu. Situmefika jamani wanawake. Tutapika tu. Sawa. Hamna shida. Sana nashukuru. Karibu sana shemeji. Asante shemeji. Karibu sana shemeji yangu, jisikie huko nyumbani kabisa. Kuwa na amani. Ukiwa na shida yoyote ile wewe niambie tu, usijali. Sawa, nimekuelewa. Sawa kabisa mambo ya nyumbani. Sote unakaa siku mbili unaanza kumkumbuka mama nyumbani. Sawa. Niseme asante. Sawa, karibu sana. Sasa mke wangu, ungechukua begi basi uende ukalihifadhi ndani. Kisha ukamwonyesha shemeji sehemu yake ya kupumzika. Si unajua uchovu wa safari. Hamna shida mimi. Sawa. Mdogo wangu Zuri, hivi unajua kwenye hii dunia kuna mibaba haina aibu? Kwa nini tena unasema hivyo? Kipindi natoka dukani nilikutana na mwanaume wa Darafeti. Ni Feti huyu upi huyo tena? Si Feti yule aliyopanga pale kwa Mama Diego? Ndio mume wake nimekutana naye leo njiani. Asianze kunitongoza. Kaanza kuniambia, mimi sina mwanamke, nimekupenda nataka nikuoe. Yeye akazania mimi simjui, kumbe mwenzake namjua. Nikasiku mlazia damu muda huo nikamjibu. Nikamwambia mbona wewe mwanamume wa Darafeti? Limemshuka mtu mzima kajinamia chini ana papasa macho, utasema sijui kitu gani. Kajinamia zake chini huyo, nimemchamba nikaondoka zangu. Yaani wewe ndugu yangu wewe acha. Yaani ni yule mtu mzima ovyo. Yaani mpaka nimekaa nimewaza nikamwambia mke wake. Melissa, wewe achana nayo tu. Utakuja kuvunja ndoa za watu. Ulipomchamba ni panatosha.
Kama hajajifunza, hatojifunza tena. Mjomba, umerudi? Ndiyo, nimerudi. Za saizi hapa. Salama. Melissa, basi nisubiri kidogo, nimwandalie chakula. Sawa.